mpango gani Father kuipeleka mbali zaidi? Sio Father, kwa sababu saa hizi tuna miaka Empire Locoma na miaka sasa, ni muda kwa sababu kuna bakia miaka kadhaa ipewe legendary size. Okay, yeah. Sasa sure. Lazima sasa tufanye kazi, sio kazi. Na leo nimeiongelea kwa sababu ninaweza nikaongea kwa sababu tusha produce kazi nyingi. Empire Locoma tusha produce kazi nyingi ambazo za tofauti, lakini ni muda sasa. Ni muda, sifanyi kazi kwa sababu ya kujipromote. Okay. Nafanya kazi kwa Tanzania, kwa niaba ya Tanzania, ambayo ikisemekana kazi gani Tanzania, wakigugu AI ikienda pale nasema Father, au AI ikienda pale nasema kazi zingine. So niseme kuanzia 2027 Azam Max itakuwa tofauti, kwa sababu watu wengine watajifunza kupitia Father. Okay. Na itawafanya pia wafanye kazi za ziada. Azam Max ni kitu kingine. Kwanza I'm proud kwa sababu tumeletewa app ya Kitanzania ambayo tutajivunia kwa asilimia kubwa, ambayo ni nguvu yetu ya kuifanya Azam Max iendelee, lakini itakuwa kwetu tutakaenda kuivunja kama tutakuwa na kazi ambayo sio nzuri. Lakini natumaini watakayoiangalia Father, kuna mwingine anasema Empire Locoma, okay, acha na mimi niweke kitu kingine. Sasa na mimi ndo nakuja na kitu kingine. Sitoangalia pale, mimi nakuja sasa na kitu cha tofauti kingine. Okay. Father inakuja kuwa fimbo. Usiona kama unampiga mtoto. Yaani mtoto hataki upige. Mtoto akiomba wembe lazima umpe. Yaani unampa. Anashtuka, akishtuka hivi anasema eti mimi msanii mzuri tuigizi. Tupe kitu quality. Good. Mbona vizuri? Atupambane, atufanye nini? Hapo kwenye vita. Tupe kitu quality. Message, burudani, lakini tupe quality ambayo inaonyesha Mtanzania na kuelewa. Okay. Huyu ni mimi anayesemekana hapa. Naye mtazama ni mimi. Yeah. Sio wale wametupiga pale. Hapana. Okay. Na ni kiboko na hivi nishajua Kiswahili, mbona watanikoma? Okay. Ni mkurugenzi wa kampuni kubwa kabisa ya uzalishaji wa filamu hapa nchini. Nikikupa nafasi ya kuizungumzia Azam Media, unaizungumziaje? Mimi niseme naipenda tena sana, kwa sababu ni media ambayo natamani kila siku mtu afanye vizuri. Ukipewa nafasi, hakupe nafasi kwa sababu wanakupa nafasi kwa sababu wameona kitu fulani. Usilewe sifa kwenye ile nafasi waliokupa, kwa sababu kuna wengi maproducer wanafanya vizuri, wanafanyaje, lakini kama bahati yako imeangukia pale, fanya kuaminishia pia. Ndio kitu tunachowapenda. Okay, bado nipo na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Empire Locoma. Kama mnavyomsikia anavyojinasibu hapa na mimi, lakini bado naendelea naye kuizungumzia filamu hii inaenda kuleta mapinduzi ya elimu mtahani kutokana na matatizo ya kitabia nchi iliyokisili nchini kwetu. Hii inakwenda kwa tiba kama sio mwarobaini. Maproducer hapa nchini wako wengi, lakini kwa nini Johari? Kuna shida kwenye produce. Kuna watu wana produce kwa sababu wana delay ya kitu, wana delay ya kupata kitu fulani, kwa sababu unaweza ukaproduce kazi then end of the day unaishiwa mtaji. Umeelewa vizuri? Wanakuwa jina producer lakini sio producer.
Okay. Kwa sababu producer lazima, kabla project haijamalizika, lazima wewe umeshawaza kuwa next, na uwezi ukaanza kuwa upo kwenye project au upo kwenye nini, unaanza kuwaza vitu vingine tofauti na kazi. Wengi wapo nyuma kwa sababu wanashindwa kufocus kwenye kazi ile ya sanaa. Kwa hiyo nataka kuniambia Johari anakufanya utembee kifua mbele? Of course, kwa sababu anapambana na ndoto zake pia. Ni muda wa kumpeleka next level. Kama unataka kujiridhisha yaliyosemwa yamo, basi njia ni moja tu kuhakikisha. Kama una simu janja na una hapo ya Azam Max, basi nenda kule, ulipia shilingi 2000 ya Kitanzania, ujipakulie filamu yako ya Father, halafu uhakikishe aliyosema mkurugenzi wa Empire Lokoma yapo, na kama yapo, nenda kwenye peji yake mkosoe huko. Mimi nikiwa hapa, labda unalo la kuchagiza? Tutakusema batwaza Kongo, batwaza Rwanda, batwaza kote za te nabaita mukuye mtu support kwa Azam Max. Niko hapa mtoto yenu, nabaita mukuye mtu support kwenye Azam Max. Download application ya Azam Max, fika pale, angalia filamu ya Faza, na sio filamu ya Faza kuwa kuna filamu nyingi. Nenda pale, chagua filamu, lakini sitokwambia, wewe mwenyewe utajivuta kwa kuwa ni kazi kubwa. Faza imeisha hivi. Faza karibu huambatane nami katika kuiangazia filamu ya My Father inayokwenda kurekebisha tabia za vijana wengi huko mtaani. Tulimisi siku nyingi project zenye ujumbe kama huu, na hapa nipo na mwigizaji aliyechachafya vizuri ndani ya mswada huu. Huyu si mwingine ni Sadam Nawanda aka Dharumenda. Niambie mwanangu, mambo vipi? Dharam G. Ise poa sana. Ndio. Kama ulivyosema hapo kwamba ni filamu ambayo inaenda kuleta mapinduzi ya elimu ya maadili ya vijana mtaani. So wakati nasoma script na producer dada yangu Johari alivyonipa characters ambao wanaenda kuplay katika hii movie, nikaona kabisa ni kitu ambacho nakipenda, kwa sababu of course mimi napenda movie za kijamii zaidi. Yeah. Na impact kwa artist, lazima ucheze vitu ambavyo vinawagusa watu. Yeah. Ucheze vitu ambavyo mtu akiona movie awe anamuona mtoto wake, awe anamuona ndugu yake, awe anamuona jirani yake, au awe anajiona yeye. Sure. Ndio filamu, kwa sababu filamu it's culture, it's nature, kutokana na mazingira ambayo mtu anatoka. So hii movie inaenda kuwanyoosha vijana wengi sana ambao wako mtaani. Wao wapo kwa ajili ya kutegemea chaurisi, hawapo kwa ajili ya kujitegemea wao wenyewe na kesho na kesho kutwa kuja kuandaa familia zao. So ni kijana ambaye nimemcheza Wile, amefocus zaidi kwenye wanawake, utapeli pamoja na ulevi. Na ndio maisha ya vijana wengi wa Kitanzania ambao wako mtaani. Yes. Wakati naitazama kuna sehemu nikasema yes, sasa niko tension kuona nini kitakachotokea. Wakati yule binti yule akaja kumuulizia Steve pale nyumbani jengoni pale. Mshu akatoka, vipi wewe? Anamuuliza Steve, akamwambia nyumba kai Steve. Wewe
Anambia huyu meneja wa benki. Anambia hapana. Anambia hapana, umndani kuna Wile. Yes, mshua yule demu akazama kwenye begi akatoka na picha. Kumpa mshua akimwangalia na kuta huyu Wile. Yeah. Namuulizia kaka mmoja anaitwa Steve. Mrefu kidogo mweusi. Sio anaishi hapa? Steve? Ndio. Wewe unayemuulizia wewe una mahusiano gani naye? Mimi ni mpenzi wake. Hivi umesema huyu ni mpenzi wako, si ndio? Ndio baba, unamfahamu? Wile. Huyu aitwa Steve, huyu anaitwa Wile. Hapana. Huyo ni manager wa benki, anaitwa Steve. Sasa wakati unarudi yuko sebleni pale, nikataka kuona nini kitatokea. Kikweli ni kati ya scene ambazo nilikuwa nazifurahia sana wakati nacheza, kwa sababu binafsi nilikuwa nimepata company ya characters ambao wako wameelewana, na vile vile nisifie tu crew au production nzima ambayo imefanya hii filamu. Commitment na namna ambavyo tunasikilizana seti, na almost wote tulikuwa tuko ni vijana, so tulikuwa watu ambao tunasikilizana, na kama kuna vitu vinakuwa vina miss kwako tunaongea kwa pamoja na tunafanya kitu kizuri. So niseme tu kwenye filamu ya My Father mtu unatakiwa ujiulize, na hii sio elimu tu ya mababa hawa, ni elimu hata ya mababa wajao. Okay. Unajua mtu unapokuwa unapata mtoto wa kiume unakuwa unaamini umepata simba ambaye anaweza akaenda akawinda kukuletea chakula. Baadaye utakapokuwa labda umeparalyze au labda umeshazeeka ama unaumwa kitandani au umekufa kabisa. So hata mimi pia mtoto wangu wa kiume niliompata naamini kama ni simba. Okay. So hii movie inaenda kuelezea namna gani unatakiwa umlee mtoto, haswa wanapokuwa wazazi wawili, mama na baba. Kwa hiyo katika hii filamu inaenda kuangazia wamama wengi ambao wanakuwa kama vilema wa tabia mbaya za watoto wao. Yaani wanajua mtoto wangu ana tabia mbaya lakini bado anakubeba. Yeah. Umeona? Wanajua kabisa mtoto wangu ana mambo haya lakini bado anakufanyaje, anakubeba. Kwa hiyo nadhani inaenda kunyoosha vitu vingi sana katika familia zetu za Kitanzania. Very nice one movie. Don't miss this movie. I'm telling you, don't miss this movie. Production, ujumbe, characters ambao wameplay humu, excellent. Salama. Wile. Unamfahamu huyu? Na kuuliza unamfahamu huyu? Wala mzee mimi. Hapana. Mimi simfahamu. Humfahamu? Sasa baba na mama ulimpenda sana nani? Katika performance. Of course Mzee Kikala, kwa sababu he's my teacher. Mimi ni mwalimu wangu yule kanifundisha Bagamoyo. Kwa hiyo kama unavyoona katika hii movie amekutana, yani mwanafunzi amekutana na mwalimu. Okay. Kwa hiyo tumekutana ma professional. Unajua sisi hatujaja tu kuigiza, sisi tumesomea kuigiza. Kwa hiyo sisi kuigiza ni professional yetu. Sijui umenielewa eh? Kwa hiyo My Father imefanywa na watu ambao wanaelewa kitu gani kinatakiwa kufanya, lakini all in all Watanzania wao ndio watakaoamua. Very simple drama. Ukiangalia very simple drama, na unaweza ukaiona ni simple drama, lakini ukikaa chini ukaanza kuangalia kuanzia scene ya kwanza ya pili huwezi kuchoka kuitazama, kwa sababu inaelezea maisha ambayo wewe kama huyaishi, ameyaishi kaka yako, ameyaishi jirani yako, au ameyaishi shemeji yako ambaye upo naye karibu unamuona. So ni filamu ya kijamii. Kwa sidhani kama Watanzania watashindwa kuipenda. Unadhania karakta uliocheza mle ndani haitakupunguzia lundo la wanawake mtaani? Unajua katika kazi za sanaa unatakiwa kuwa multipurpose. Of course, na mimi si target mashabiki, ila si target mashabiki wanawake. Mimi na target mashabiki wengi, kwa sababu mashabiki wengi ndio wanaleta pesa.
Kwa hiyo mule nimeenda kuwapelekea dawa kama Panado ya wanawake ambao wanakubali kudanganywa. Japokuwa wanawake wa mjini bila kudanganywa huwezi kumpata. Yaani ukiwa mkweli mjini upate mwanamke mzuri. Okay. Kwa hiyo sasa wakati wanatamani vitu vizuri wajue kuna akina Wile wapo. Ambao wao kazi yao ni kudanganya na kutapeli. Kama kuna binti mule ameingia Kingi. Alikuwa na viela vyake, tumekutana, nimevaa vizuri, niko pale na kula msosi, kaja Mnyamwezi ananiambia siku na milioni ngapi, nikatoa macho. Kiasi kipo. Basi mimi nadili nacho, nikapita nacho. Hivi unafanya kazi gani? Mimi kwa sasa hivi sina biashara yote ninayofanya isipokuwa na mpango huo wa kuanzisha biashara, kwa sababu nina kiasi cha pesa kama milioni 20 hivi. Hiyo ndio nataka nianzishe biashara. Sasa itabidi unipatie hizo pesa ili niweze kukuagizia mzigo wako China. Kuna watu najuana nao kule. Lakini ukinipatia hizo pesa kesho mapema sana. Zingatia neno mapema sana. Natakiwa tuonane ili nikupeleke bandarini nikuelekeze namna ya kupokea mzigo. Kwa hiyo hii ni kama Panado kwa madada wa mjini ambao wanatakiwa kuwa makini pia na wanaume tofauti, kwa sababu wengi washakutana hivyo vitu. Wanaingia katika ndoa kumbe mwanaume tapeli, ana madeni, ana manini, anapoteza kila kitu. Kwa hiyo hii ni Panado pia kwa wanawake. You see? Kitu gani kilikusukuma mpaka ukauza nyumba ya babako? Unajua wanasema starehe zikikuandama unakuwa kama yani unakuwa utosheki, umeona? Kwa hiyo nilihisi hapa niko hapa na kiu ya kupata pesa, alafu mshua mwenyewe haeleweki, alafu hakuna kazi yote ninayoifanya. Imagination huko mtaani tayari nishaiweka kama mimi tajiri. Kwa hiyo unajua ni kama shetani hivi alikuwa kama ameniingia kwamba mimi nataka pesa, nikale maisha, mambo mengine yaendelee, alafu mshua atajijua mwenyewe. Kwa hiyo sikufikiria chochote. Mimi sikuwa nawaza tu mambo ya hivi. Okay. Ndio kitu ambacho nilikuwa nawaza bwana Wile. Mungwa. Yes, kwa hiyo Minza ulimpenda? Minza hapana. Sikumpenda. Ila nikupe aliniganda sana. Kwa hiyo unajua kitu kikikuganda sana ukubali tu. Unajua, lakini sikumpenda. Mimi nilikuwa napenda wanawake na starehe. Basi ndio vitu vyao. Sasa Minza si mwanamke, kwa nini Minza mwanaume? Sasa unajua tena wengi Wile mimi ni mtu wa wengi. Okay. Yes, lakini tukirudi huku ni kati ya very nice characters, na ni mwigizaji mzuri sana wa kike. Nadhani akipata nafasi zaidi na zaidi atafanya vitu vizuri sana, na Watanzania wataenda kumuona namna gani anavyo play. She's hot na yuko good. Almost cast yote ambao wamecheza katika hii movie wamecheza vizuri sana. Nadhani Watanzania watajifunza kitu kikubwa sana, haswa vijana, haswa wazazi, haswa wanawake wa mjini ambao wanapenda kudanganywa ili wapatikane. Yes. Naam, tulimisi sana miswada kama hii ya kuleta elimu katika jamii yetu, hususani wakati huu wa sasa. Maadili yamekufa kabisa. Si ya kukosa hii, tuitafute kwa hali na mali ili tuweze kujifunza na kupata elimu, kuinyosha jamii kama zamani. Bwana, mimi nikushukuru sana kwa time yako. Yes. Umeona ulikuwa na la kujazia tu niseme niwaombe Watanzania kujipa nafasi ya kuitazama hii filamu, kwa sababu hii filamu ni kama dozi. Nimesema hii au yani kama ni dozi ya namna ambavyo mtu anaumwa. Kama unaumwa kichwa basi ni Panado, kama unaumwa mgongo painkiller. Yani ni dozi ambayo inaenda kutibu katika kila nyanja, kwa sababu imegusa nafasi kubwa sana, umeona, katika maisha yetu ya sasa hivi ambayo yapo. So don't miss Azam Max. My father is me, Sadam Nawanda, Comrade Lawi na Ngwanda sijaona Dharmenda. Yes, kama hauna download hiyo hapo ya Azam Max. Yes. Tapeli vipi mzee? Mzee, unaniambia tafuta banki na mimi? Mimi nakuheshimu unajua wewe. Mimi nakuheshimu unajua. Na wewe.
Unajua mimi nitakuja Mimi nitakuja kuua unajua. Utanipa kesi wewe. Sasa tukikwambia ukweli unakuwa mbishi bwana. Utakuneka msukule mimi. Utakuneka msukule. Niweke basi msukule bwana. Unaongea sana bana. Unaongea sana bana. Nyumba kwa nyumba gani bana hii? Wewe unayo. Si wewe ukifa mimi nitalisi. Si nyumba ya kwangu au nyumba ya nani?